ushindi wa Mungu, lakini unaweza ukajiuliza swali, kwenye maisha yangu, kwenye nafsi yangu, nimemtendea nini Bwana? Kama amenilinda, kama ananitunza, kama ananipigania, mimi ninafanya nini kwa ajili yake? Tumeona watu wenye ukoma 10 waliishi maisha ya kutengwa. Unaona hata wanapomwona Yesu wanakaa mbali, wanamuuliza Yesu, na wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Yesu Bwana mkubwa, uturehemu. Ukiugua ukoma zamani zile, ulikuwa una sifa ya kukaribia kwenye watu. Waliwatenga watu wakawapeleka maeneo yaliyotengwa maalum kwa ajili yao. Hata kama ni ndugu yako utampelekea chakula, walikuwa wanarushia chakula huko kama mbwa. Wametengwa na jamii, wamenajisika. Inaonekana ni watu waliofanya dhambi. Kwa hiyo waliposikia kwamba Yesu anapita, walisimama mbali, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Enendeni mkajionyeshe kwa nani? Kwa makuhani. Kwa nini? Kwa nini Bwana anawaambia waende kujionyesha kwa makuhani? Ni swali ambalo mara nyingi limekuwa gumu sana kwa maisha yetu ya Kikristo au maisha yetu ya kifuasi. Zilikuwepo sababu za kujionyesha kwa makuhani. Mojawapo, walikuwa wametengwa, leo wamepona. Lakini sababu ya pili ni kutoa sadaka. Huko kwa makuhani, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Na inasemekana walipokuwa wakienda wakapona. Nikawa ninajiuliza swali, yawezekana hata sisi tuliofika hapa kufunga mwaka, kuna miongoni mwetu wameugua ukoma. Kila mtu hapa, yawezekana mimi nina ukoma wa kwangu na wewe una ukoma wa kwako. Yawezekana. Ni maisha gani unayoishi na jamii? Ni maisha gani unayoishi na watu? Je, umetengwa na jamii? Bila shaka kila mtu ana ukoma wake. Mwingine ni mrevi, mwingine ni mzinzi, mwingine ni mchawi, mwingine ni muongo, mwingine ana jambo jingine. Kila mtu anaacha. Yaani hapa tukitaka kuuliza jirani yako, kuuliza ndugu yako, kila mtu atakuwa na kitu cha kwake ambacho kimemtenga asikutane na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana unalo